Yeah, this is the Nation of Knowledge, channel yako pendwa kabisa. Usahau kusubscribe, like, kushare na comment ili usipitwe na taarifa pamoja na knowledge tunazokuwa tunazitoa katika channel hii. Tuendelea na sehemu ya pili ya namna gani ya kukuza biashara yako, na sehemu hii ya leo ni namna ya kuboresha huduma kwa wateja. Kuboresha huduma kwa wateja. Unajua, tunapokuwa tunazungumzia kuboresha huduma kwa wateja, unaweza ukachukulia in a very simple way, lakini kiuhalisia ni kwamba katika maboresho watu wengi wanafeli. Kwanza tunaenda kujadili vipande vikuu vitano katika sehemu hii ya kuboresha huduma kwa wateja. Vipande hivyo ni pamoja na mawasiliano mazuri kwa wateja. Ongea kwa heshima na mteja. Unapokuwa unazungumza naye, tumia lugha rafiki ambayo inaendana na yeye anahitaji nini. Ukikutana na kijana, usiwe tu loyal kiasi kwamba sasa wewe utumishi unakuwa umeshika nafasi. Ukikutana na mzee, tumia lugha yake anayokuwa anahitaji. Ukikutana na kijana, ukikutana na mchungaji, tumia lugha ya kichungaji. Au ukikutana na mtu ambaye anaonekana kuwa na hadhi fulani, zungumza naye kwa hadhi yake. Unajua, unaweza ukazungumza lugha ya kijana, kumbe ni mtu mzima au ni mtu mtumishi, anaonekana huyu kijana ujuaji mwingi, au muda mwingine anaweza akakuona masuala ya uhuni mengi, kwa anaweza asiwe interested. Kwa mpokee mteja kwa appearance jinsi alivyo, na wateja wengi wanapenda. For example, kijana anakuja kwako, unazungumza naye kwa lugha ya ujana kabisa, unamkaribisha kwa lugha ya ujana, wanapenda sana. Yaani muda mwingine anaweza akajitokeza tu akapita kwenye huduma yako hata kama alikuwa anunui kitu, kwa sababu wewe unapokuwa unazungumza anavutiwa. Kwa hiyo ni sehemu ya msingi sana. Lakini kwa mfano inaweza ikatokea unakuwa huna sifa ya kusikiliza mteja, unakatisha tu mteja. Haitakiwi kufanya hivyo. Mteja akiuliza kitu au bei, anahitaji umsikilize kwanza mpaka amalize kitu anachokuwa anaulizia. Baada ya hapo, mwambie karibu sana, mkaribishe. Pia mwambie bei, sio tu kumwambia bei, mwambie bei huku hitaji kumchagulia, yani uwe mhusika wa kwake yeye. Napenda sana wateja, usiwe mtu wa kufikiria tu kwamba bei hapo. Hapana, atajisikia kwamba unajiona sana, anaweza asinunue au asiwe interested kuendelea kuzungumza na wewe. Kitu kingine ni kasi ya huduma. Tunapozungumzia kazi ya huduma, hii ni speed katika kumhudumia mteja. Mteja hapendi kusubiri sana muda mrefu. Sometimes, kwa mfano, amekuuliza kwa simu, wewe unatumia muda mrefu kujibu text yake, au kwa sababu na wateja wengi sana, kwa unaona kwako yeye simu yake haina maana, au amekuulizia kuhusu kitu chenye bei ndogo, una respondi kwa muda mrefu. Hapana, hiyo ni sehemu ya majivuno. Mteja hatokaa wala pia hatoleta mwingine. Punguza majivuno, uwe na spidi kubwa katika kuhudumia wateja. Mtu amekuja sehemu yako ya biashara, mhudumie kwa haraka sana, regardless amekuja na kiwango kidogo au kikubwa, wote wape equal chance. Ni kitu cha msingi sana. Kitu cha tatu ni uaminifu. Bana, watu wanakuwa sio waaminifu sana. Unauza bidhaa kwenye duka lako au kwenye sehemu yako ya bidhaa, unakuwa hauko mwaminifu. Yaani unamwaminisha mteja kwamba kitu hiki ni original, kumbe ni fake. Hata rudi tena, mwambie original, mwambie fake ni fake, original ni hii hapa, au original yake sina, nina fake yake, au nina hii ya kati yake. Je, ungependa kuichukua? Gharama yake ni hii, karibu sana. Mtu anajisikia faraja, anajisikia kabisa nikienda sehemu fulani napata kitu kwa uhakika kutokana na bei ninayokuwa nimeiandaa. Kwa lazima uwe mwaminifu kwa kiwango kikubwa. Toa bidhaa halisi kwa bei halisi. Ni kitu na ni nguzo bora sana. Kitu cha 4 ni kushughulikia malalamiko. Unajua, ndio sometimes tunafanya mistake katika biashara zetu. Mteja anakuja analalamika, be positive. Muda mwingine kubali hasara, usifikire tu hasara iwe katika upande wa mteja. Hiyo ni shida. Lazima uwe mnyenyekevu na ushughulikie malalamiko yake. Usibishane na mteja, hapana, usifanye hivyo kabisa. Hata kama kitu anachokilalamikia kiko sahihi kwa upande wako, jaribu kumuelewesha kwa busara. Wateja ndo wanavyopenda.
Msikilize kwanza, usianze tu wewe hivi. Hapana, msikilize atoe malalamiko yake. Mwisho wa siku mambo yanaenda vizuri. Toa suluhisho kwa haraka sana, ambapo suluhisho hilo linaendana na kutatua changamoto ya mteja. Kama kitu kimeharibika, solve, mpe kipya au mpe kitu ambacho hakijaharibika, mrekebishie. Wateja wanapenda sana, wanaamini katika uaminifu wako. Nishawahi kununua kitu cha shilingi 300,000 katika duka fulani, lakini nilipofika nyumbani na kitumia kinagoma, sambamba na matumizi nilikuwa nimelenga. Sasa nikawa nawaza, nimeshakifikisha nyumbani, nirudishe tena dukani, atanielewa kweli huyu mtu? Nikaa kama nimekata tamaa, lakini kuna mwingine ananiambia mrudishie. Sasa wewe umenunua kwake, hakifanyi kazi vizuri, utafanyaje? Sasa ngoja nirudishe tu, labda sasa itakuwaje. Lakini nilivyorudisha alipokea kwa hali ambayo yani nilikuwa sikutegemea. Nilitamani hata nimuongezee bei ili kusudi tu anipe kitu kipya, lakini alikuwa positive sana, nilipenda, na ndo amekuwa mtu ambaye naenda zaidi kuchukua bidhaa ya namna ya kwake ambayo anakuwa anatengeneza au anatoa, kwa sababu ya calmness alikuwepo nayo, jinsi anavyokutreat hata kama tayari mzigo umeshauchukua. Kwa hiyo natakuwa kuwa hivyo ili kusudi mteja kutrust na azidi kuleta wateja wengi zaidi. Kumbuka tuko kwenye dunia, ulimwengu wa competition. Biashara siku hizi zipo nyingi, watu wanafanya biashara nyingi zinazoendana na wewe. Hata kama haziendani na wewe, kuna wakati watajua sasa ulikuwa unalinga, tukukomoe, tuende kwa mtu fulani. Kwa jirekebishe, uendelee kukaa kwenye consistency ile. Kitu cha 5 na cha mwisho ni kujenga uhusiano na wateja, yani customer relationship. Hii ni nguzo bora sana. Sio tu mteja akishachukua kitu kwako leo, akija siku nyingine umeshamsahau au huhitaji hata kumkumbuka. Kumbuke mteja. Muda mwingine omba mawasiliano, wanapenda. Chukua mawasiliano, siku nyingine ukihitaji bidhaa fulani nipigie simu. Napenda. Na njia ya kumpa mawasiliano mteja ni njia rahisi ambayo inakutengenezea wewe mazingira ambayo hata kabla hajafika ameshapata preliminary information. Kwa akipata hicho kitu, inakuwa ni rahisi kwako wewe kuwa accessed na yeye kukuaccess wewe. Kwa tengeneza mahusiano mazuri, jenga uhusiano na wateja wako, watahisi kama wewe ni sehemu ya familia yao. Wape ofa. Kwa mfano kipindi cha sikukuu, toa ofa kwa wateja wenye namba zako za WhatsApp, tupia status, wanaziona, wanavutiwa, wanakuja kwenye ofa. Muda mwingine hata mtu alikuwa hana lengo la kununua, lakini kwa sababu ya ofa ya kitu fulani ameiona, inabidi haja achukue, kwa sababu anajua baada ya hapo hatopata tena. Muda mwingine hata salamu tu, naendeleaje, vipi kitu nilichokupa kinaenda vizuri. Wanapenda sana wateja hivyo vitu. Yani unaweza kuwa unamsalimia tu hivyo, kuna siku akatamani tu atukutafutie mteja, hata kama wewe ulikuwa hujamwambia kwamba nitafutie wateja. Yeye tu anavutiwa, anaamua kukuletea wateja. Sasa wanakuja kukusalimia, napita na mteja fulani, navutiwa, wanachukua bidhaa. Ndio maisha by the way ya kuboresha huduma kwa wateja. Utakaa kwenye peak kwa kiwango kirefu sana na kwa kipindi kirefu, kwa sababu unakuwa na sifa hizo 5 pamoja na sifa zingine ambazo tutazidi kuzielezea katika sehemu ya 3. Usahau kusubscribe. Mimi ni Kuzenza James, karibu sana uendelee kupata maarifa. Basi maarifa haya pia uyashare ili wengine pia waweze kupata. Bye bye, mpaka wakati mwingine. Asante sana.